Moja ya njia ambayo Mungu amekuwa anaitumia sana kuzungumza na watoto wake, kuzungumza na wanaye, ni njia ya mawazo. Mungu amekuwa anazungumza sana na wewe kwa habari ya maisha yako. Mungu amekuwa anazungumza sana na wewe kwa habari ya hatua zako. Kuna wakati umekuwa unapita changamoto, unapitia changamoto nyingi sana, unapitia majaribu mengi sana, na umekuwa unaenda unapeleka maombi yako kwa Mungu, unaomba sana, na imefika stage wakati mwingine unamsingizia Mungu kama amekaa kimya, lakini ukweli ni kwamba ameshazungumza kwa habari ya hicho ambacho unakipitia, ila ni wewe hujaamua kuzingatia ndani ya moyo wako. Hujaamua kuzingatia ile sauti ambayo umekuwa unaisikia ndani. Mungu anakaa ndani yetu na amekuwa anatumia sana yule mtu wetu wa ndani kuzungumza na sisi. Sio wote ambao wanaweza wakafikia ile level ya kumsikia Mungu kwa sauti akiwa anazungumza, lakini wengi tumekuwa tunamsikia Mungu kupitia mawazo yetu, ila ni vile tu tumekuwa tunapuuza, hatuzingatii kile ambacho tumekuwa tunakisikia ndani. Ukisoma katika kile kitabu cha Luka 15, ukianza pale juu kidogo, utakutana na habari ya Yesu alipokuwa anawaambia wanafunzi wake habari ya yule mwana mpotevu. Siku alipomwendea baba yake na kuomba sehemu ya mali yake, sehemu ya urithi, na baba yake alimpa. Biblia inasema akaenda nchi ya mbali huko akatapanya mali zote kwa anasa. Ikafika stage hakuwa hata na hela ya kula, ameshamaliza zote huko. Biblia inasema hapakuwa na mtu hata wa kumpa kitu. Alichokifanya alikuwa anakula yale makombo ya nguruwe. Alikuwa anakula pamoja na nguruwe. Lakini ukisoma hapa kwenye mstari wa 17, neno la Mungu linasema alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwanao. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Ukiendelea hapa unaona ni nini ambacho kilitokea. Alichukulia hatua kile ambacho amekuwa anakisikia ndani. Neno la Mungu linasema alipozingatia ndani ya moyo wake. Alipozingatia kwa maana ipi? Ina maana ile sauti ilikuwa inakuja mara kwa mara. Ile habari ya kutaka kurudi kwa baba yake ilikuwa inamjia mara kwa mara. Lakini ni vile alikuwa hazingatii, na ndio maana alikaa kwenye ile sehemu kwa muda mrefu. Ikafika stage mpaka akaanza kula na nguruwe. Lakini siku alipoamua kuizingatia ile sauti, ndio siku ambayo tunaona aliamua kuchukua hatua na kuamua kurudi kwa baba yake na kwenda kuomba msamaha. Na Biblia inasema alirudishwa kwenye ile nafasi ya kuwa mwana tena. Nini ambacho kilimfanya akachukua hatua? Ni baada ya kuamua kuzingatia kile ambacho walikuwa nakisikia ndani. Kuna vitu kwenye maisha yako havitatokea hadi siku ambayo umeamua kuzingatia ile sauti ambayo umekuwa unaisikia ndani. Imekuwa inajirudia mara kwa mara kwa sababu Mungu anasema anapozungumza mtu mara ya kwanza ajapokuwa hajasikia, huwa anarudia tena mara ya pili na hata mara ya tatu. Mungu anasema. Mungu amekuwa anasema na wewe kwa habari ya hiyo changamoto ambayo umekuwa unaipitia hapo. Ameshakupa njia tayari, ameshakupa mwanga tayari. Pita hapa, fanya 1 2 3. Ila ni vile wewe hujaamua kuzingatia hicho ambacho umekuwa unakisikia ndani. Inawezekana amekuwa anazungumza sana kwa habari ya mawazo, lakini umekuwa husikii. Wakati mwingine ameamua hata kutumia watu kukuletea taarifa ni nini ambacho unatakiwa ufanye, ni wapi ambapo unatakiwa upite, lakini hujaamua kuzingatia. Umekuwa unamsingizia Mungu amekaa kimya. Sio kweli rafiki yangu. Mungu ameshasema. Mungu ameshazungumza sana na wewe. Ila ni wewe hujaamua kuzingatia. Siku utakayoamua kuzingatia hicho ambacho umekuwa unakisikia ndani, ukaamua kupiga hatua, ndipo ambapo utaona mkono wa Mungu unaambatana pamoja na wewe.
ndipo ambapo utaona ukuu wa Mungu unaenda pamoja na wewe. Mungu hataenda na wewe kama hautazingatia. Utaendelea kukaa hapo, utaendelea kulaumu watu, utaendelea kulalamika na kunung'unika kama hautazingatia kile ambacho Mungu amekuwa anasema na wewe kwa habari ya maisha yako. Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kile ambacho umekuwa unakiona ndani yako ndicho ambacho kimebeba matokeo yako ya nje. Ila hakitakuwa hadi siku ambayo umeamua kuanza kukichukulia hatua, siku ambayo umeamua kuanza kukiishi. Ndivyo ambapo hicho kitu ambacho umekuwa unakisikia ndipo ambapo kitakuletea matokeo, kitakuletea matunda yale ambayo Mungu amekusudia ndani ya maisha yako. Ila havitatokea hadi umezingatia. Anza kufikiri leo. Ni nini ambacho umekuwa unakisikia kwa habari ya hiyo biashara yako? Ni nini ambacho umekuwa unakisikia kwa habari ya hizo hatua ambazo umekuwa unazipiga kwenye maisha yako? Ni nini ambacho umekuwa unakisikia kwa habari ya hiyo changamoto ambayo imedumu kwenye maisha yako kwa muda mrefu? Ni njia gani ambayo umekuwa unaisikia huku ndani? Mungu anakuelekeza ukifanya hivi. Wakati mwingine ni mawazo kabisa unasikia. Labda nikifanya 1, 2, 3. Nikishafanya hivi nitaona kitu fulani kinatokea. Kikishatokea kile kitanipeleka sehemu fulani. Huyo ni Mungu anasema na wewe ndugu yangu. Amua kuzingatia. Amua kuzingatia. Alipozingatia moyoni mwake, alizingatia ile sauti aliyokuwa anaisikia mara kwa mara, na alipozingatia ilimletea matunda. Siku utakayoamua kuzingatia ndio siku ambayo utaanza kupiga hatua kwenye hicho ambacho umekuwa unakisikia kukifanya, kwenye hilo ambalo Mungu amekuwa anazungumza na wewe kwa habari ya maisha yako. Usipozingatia utaendelea kukaa hapo na kuendelea kumsingizia Mungu amekaa kimya. Mungu akubariki sana. Shalom.